Hali yako iko vipi kaka? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Vizuri? Niko vizuri. Mambo yanakwenda? Yanakwenda. Bwana, dimba la Benjamin Mkapa ambalo kiufunguzi limeanza na mechi ya Young Africans kwa Pamba Jiji Football Club kwa siku ya jana. Kwanza tuanzie hapo huku tukielekea kwenye mchezo wa leo Simba kwa Fountain Gate. Minong'ono imekuwa mingi sana na nimemsikia msemaji wa Pamba Football Club akisema anawashauri tu watafute mwalimu mwingine. Kwanza tuanzie hapo, uliutazamaje mchezo, lakini mbinu za mwalimu kwa mchezaji mmoja mmoja kiwanjani, ni kweli anaozungumzwa ni sahihi kwa kusema kwamba huyu mwalimu aliyenaye hawezi kuwafikisha katika nchi ya hadi? Of course mechi nimeiona. Ni kweli mechi nimeiona. Yanga wameshinda 3-0. Unaelewa? Yes, 3-0, lakini ukijaribu kuangalia ule mchezo ule ukitaalamu tunaita pragmatic football. Yani pragmatic football ni soka fulani hivi, yani ambalo yani inaitwa pira matokeo, yani soka linapigwa ilimradi matokeo yapatikane, inaitwa pragmatic football. Hilo halina mambo mengi. Yani ilimradi tokeo, yani pira fulani ilimradi tokeo liwepo. Pira tokeo. Sasa ujue pragmatic football kitaalamu of course sio mbaya, mara nyingi unatumika mpira fulani ambao aidha kumekuwa kuna mabadiliko ya mwalimu au wachezaji ambao wapo hawana ile quality ya kutosha kuweza kudominate sana mchezo, kuilazimisha timu kucheza kwenye uncomfortable situations na vitu kama hivyo, kwa sababu ukiangalia jana Pamba Jiji hawakulazimishwa kuwa kwenye uncomfortable situation. Yani sehemu ambayo labda hawapendi kukaa. Yani hujaona zile moments ambazo kwa mfano niliangalia mechi moja Arsenal ilimkaribisha Man City kwenye Premier League pale Emirates. Unaona kabisa Man City ililazimishwa kudefend ingawa sio aina yao ya mchezo. Ile ndio tunaita uncomfortable situation. Yani a team can force an opponent to stay in uncomfortable situation. Kwa hiyo timu kama Yanga itakiwa imdominate Pamba, iweze kumlazimisha kufuata masharti ambayo Yanga watatoa na nini. Lakini ile pira ambayo lilipigwa pale ilimradi tokeo limepatikana, basi hewala. Lakini pira hili la pragmatic football linakuwaga linatetewa sana. Yani ni aina fulani ya mpira ambao mechi ikiisha ni watetezi wanakuwa wengi. Unajua muda mara nini yani ni mpira fulani ambao utetezi unakuwa mwingi, ndio tunauita huo, au wengine wanauita anti football. Yani unakuwa hauna structure, haueleweki, yani hivyo. Lakini labda nikwambie tu jambo moja bwana Jaffe, huo mpira una faida zake na hasara zake. Faida zake ni kwamba wewe pata matokeo ndio utaona, lakini hautakuwa na excuse yoyote ukishaanza kulose matokeo. Yani utaenda na huu mpira matokeo yanakuja sawa, lakini ukishaanza kuupoteza matokeo no excuse, kwa sababu kwanza sifa ya huu mpira kwanza unakuwa hauwafurahishi mashabiki. Lazima kuwe kuna migongano, mashabiki wanaona bana hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo wewe nenda unavyoenda usije ukalose matokeo. Na mimi nitainukuu kauli ya Ali Kamwe. Alizungumza kwamba hawajacheza katika ile performance ya Young Africans ambayo pengine wao wameizoea, mashabiki na yeye akiwemo sehemu ya hao watu. Mimi niulize tu, hii inatokana na nini? Tuanzie hapa. Ndio tunarudi pale kwama umenisikiliza kwamba unakuwa una watetezi wengi. Yani ili soka ili pragmatic linakuwa lina watetezi, linahitaji kuchombezwa sana, yani mtu aje atoe explanation. Yani unajua mpira mzuri ndio tunaita attractive football. Attractive football hakunaga maneno mengi. Unakuwa unazalisha tambo. Umeelewa zile tambo. Mpira mzuri na nini tumenini. Yani lakini pragmatic hata ukishinda goli 4 yani utaona tu kuna baada hapo yani haiji zile tambo za magoli tena. Inakuja explanation. Unajua na nini, ndio maana nakwambia faida yake nyingi, ikiwemo kupata matokeo. Unaweza kuwa unapata matokeo kwa njia hiyo na nini, lakini kumbuka pia ni predictable. Yani soka la hivi linakuwa linatabirika. Kwa hiyo wapinzani wakishakuwa wamejua namna gani ya kudhibiti hizo mbinu zako, unakuwa upati matokeo. Na usipopata matokeo, miongoni mwa sifa la hili pira ni ukikosa matokeo hakuna excuse ya kutoa zaidi ya kuwajibishwa. Yani hiyo ndio sifa za pragmatic. Kwa hiyo ndio maana nikasema tayari kumeshaanza kutokea minong'ono ya kocha. Unaelewa? Lakini ni kwa sababu ile dynamism ya mchezo, yani jinsi ambavyo Yanga walikuwa wanacheza, huoni zile patterns, huoni vitu vile ambavyo Yanga imezoeleka kuvifanya. Unajua Yanga of course haina sifa ya kuwa timu ambayo inapenda sana mpira mzuri na lakini wameshaanza kuingia na wao
kwenye huu mkumbo wa kutaka mpira mwingi na nini na nini kama ambavyo wamekuwa wakiona Simba wanafanya. Kwa hiyo sasa kwa sababu hauonekani, naona kabisa tayari kumekuwa kuna pressure ya mwalimu kutaka kuenguliwa, lakini tuendelee kusubiri. Miongoni mwa wachezaji ambao walizungumzwa ni Bala Musa Conte. Nafasi ambayo anahudumu pale kiwanjani, ana jukumu kubwa sana la kuichezesha timu. Lakini wengi wanazungumza kwamba hawaoni kama anafiti katika viatu. Hivyo viatu ni mapema zaidi, au tumekuwa na haraka ya kulinganisha aliyetoka na aliyeingia, kwamba kinafasi basi anatakiwa kukava lile gepo ambalo aliyetoka ameliacha? Of course kwa namna moja unaweza kusema ni mapema, lakini ukijaribu kuangalia mtu ambaye alikuwepo Khalid Aucho hakuchukua muda mrefu kuonyesha kwamba ni mtu aina gani. Yaani mechi yake ya kwanza tu ana display performance nzuri, lakini vile vile muda mwingine ili kuweza kupata uhalisia wa jambo uweze ukapima katika mechi ambayo ameanza kufanya debut labda kwenye ligi. Unaweza ukaja kuangalia background ya, of course alikuwa anapata namba kwenye kikosi cha CS Sfaxien ambacho kilikuwa kina worst performance kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Of course walimaliza nafasi ya mwisho na pointi zao hizi ni tatu. Of course kwenye historia yao wameshiriki kombe la shirikisho mara kadhaa, lakini mara ya mwisho kupata pointi ndogo kama hizo unajua ni mwaka gani? Mwaka 2015 walipata alama 2 na walikuwa walimaliza pia nafasi ya mwisho kama hivi. Kwa toka mwaka 2015 mpaka mwaka 2025 umeelewa, maana miaka 10 ndo wanakuja kupata kumaliza nafasi ya mwisho tena kwenye group wakiwa na alama 3. Kwa hiyo ametoka kwenye timu ambayo yeye alikuwa anaunda sehemu ya kikosi ambacho kilikuwa kina worst season kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo kwa namna moja unaweza kusema tumpe muda, lakini kwa namna nyingine ukirudi kwenye background utagundua kama aliweza kuifanya timu kuwa kwenye scenario kama hii ya kuwa na worst season kwenye michuano ya shirikisho. Season mbaya. Huwezi jua nini ambacho ugonjwa huu anaweza akauhamisha sasa akauleta kwenye huwezi jua. Ndio maana sasa huwezi jua. Anaweza akauleta huku afu ikawa changamoto. Kwa hiyo kwa upande wa Bala Musa Conte hakucheza vizuri, na yeye kama kiungo ndo alitakiwa awe na ile uwezo wa kuilink timu ili iweze kuwa na flow, ambayo hiyo flow baadaye inazalisha attractive football. Kunaonekana zile combination play, jinsi gani ambavyo una receive mpira kwenye half turn, jinsi gani ambavyo una connect team kutoka kwenye defense kwenda kwenye attack, vitu fulani hivi ambavyo havikuonekana kama kiungo. Kwa hiyo ndo pia kiungo kikipwaya, ndo bado kina Kevin National alitawala kiungo. Kiungo kikishakuwa kimepwaya automatically hautokuwa na mpira mzuri. Itaonekana tu ile pira fulani ambao ndo nimekwambia pragmatic, yani pira matokeo, pira ili mradi tumeshinda, pira linalohitaji explanation, pira ambalo alivutie liko pale. Waswahili wanakuambia pira sasambu, pira ambalo alihitaji linahitaji utetezi, yani pira lile linahitaji utetezi mwingi ili lieleweke. Pira linahitaji utetezi mwingi ili liweze kueleweka kwa wana mashabiki walielewa. Yani lazima ufafanuzi mwingi, inaitwa pragmatic football. Bwana, tukiwa kwenye pragmatic football, Simba Sports na wenyewe wana mchezo majira ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Moja ya mchezo ambao umekuwa una minong'ono, Fountain Gate ambayo ilikutana na Simba Sports katika mechi ya kwanza kabisa pale uwanja wa KMC Complex. Ilikuwa ni moja ya mchezo ambao pia wachezaji walikuwa ni pungufu sababu ya vibali, na minong'ono ikazungumzwa sana. Safari hii pia linazungumza swala la vibali, ni kwamba kuna mazingira ambayo Simba anakuwa anapata haueni pindi anapokutana na Fountain Gate, au ni sababu za viongozi wa Fountain Gate kuto kufanyia kazi majukumu yao ndo kunawaleta hapa kwenye ile ambalo tunajadili hivi sasa? Of course hilo la pili ndo jibu. Uzembe wa viongozi hauhusiani na swala la Simba kwa sababu sasa wewe mpaka inafika kipindi cha ligi kuanza, wewe ulikuwa wapi kukamilisha taratibu zote za vibali na nini? Sasa hapo Simba wanahusika vipi? Hiyo sasa hiyo wangeulizwa Fountain Gate wenyewe. Imekuaje mpaka ligi inaanza lakini wao still bado hawajamalizana na vibali. Hiyo sasa ni wenyewe Fountain Gate wangeuliza. Kwa Simba hao tena hausiki. Umeelewa? Kwa hiyo mimi naona ni mchezo ambao Simba wanakwenda kurefresh kile ambacho kimetokea, kusafisha upepo mchafu na nini. Na naamini wanaenda of course timu sijajua kama itakuwa chini ya Morocco, kwa sababu nimemsikiliza Magori alisema Morocco amechukuliwa kwa sababu ya mechi ya kimataifa dhidi ya Gabon, kwa sababu Selemani Matola atakuwa anakosekana
Kwa hiyo timu itakuwa chini ya Selemani Matola kwenye huu mchezo bila shaka. Kwa sababu Selemani Matola nafikiri ataendelea na wale wachezaji ambao tayari wameshatumika, at least wameshacheza pamoja na nini, kwa sababu tunarudi kule timu ikiwa imepitia muda mfupi kabla ya kuingia kwenye mechi ya ushindani na imebadilisha benchi la ufundi, ule mechi caretaker anatakiwa aje na zile mbinu ambazo tunaita stability and simplicity, yani mbinu zile ambazo usije uka introduce kitu chochote kipi ambacho kinaweza kuzalisha complex kwa wachezaji kukimaster. Hicho ni kitu cha msingi sana, umeelewa? Lakini motivation and psychology nishazungumzia, yani unatakiwa wapi wachezaji motisha, kwamba bwana tunabidi tusahau yalopita na nini, hapa tunabidi tufocus na nini, unacheza na ile saikolojia yao na kuwa instruct wawe wameingia, especially sasa hii inawakuta zaidi wale makocha ambao wanakabidhiwa timu ambayo haikuwa na matokeo mazuri katika mechi zilizopita. Hautakuwa na muda wa kuweza kuimplement mbinu ndani ya siku 4-5. Unatakiwa uwape motivation kuelekea mechi zinazofuata. Lakini kuna kitu kinaitwa organization and basics. Wanatakiwa waweze kupangiliwa vile vitu ambavyo vinaweza kuimplementika kirahisi. Kwa mfano kucheza na ile defensive structure, jinsi gani ya kuzuia, lakini kutumia set piece kama advantage play, kwa sababu set piece ni kitu ambacho unaweza ukaki-instruct ndani ya muda mfupi watu wakaelewa. Lakini defensive, jinsi ya kuzuia, defensive structure au defensive shape ambao unapaswa kwenda kuimplement katika mechi husika, ni kitu ambacho unaweza kukielezea ndani ya muda mfupi na watu wakaelewa. Alafu unakuja na match day setup. Sasa leo ni siku ya mechi, kocha sasa anakuja na ile plan ya mechi husika ambayo inaendana kabisa na wale wachezaji waliopo, ambao haitofanya wale wachezaji kushindwa kuimaster kirahisi. Hivi ni vitu ambavyo ndo wanaenda kuvifanya. Kwa hiyo kwa upande wangu nitakuwa naiangalia hii mechi katika jicho hilo, kwamba niweze kuona je, Simba watakuja na mbinu ambayo itabeba kile kitu ambacho kinahitajika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu naendelea kusubiri na kuona. Tunamzungumzia Suleiman Matola kama ndiye atakayesimama kwenye benchi la ufundi. Unadhani uwepo wake katika benchi la ufundi unaweza ukanufaisha Simba kupata matokeo katika mchezo wa siku ya hii leo? Maana wapo baadhi ya watu, nimeona maandiko ya watu baadhi wakiwa na wasiwasi juu ya mwalimu Suleiman Matola kwa nafasi yake ambayo amekuwepo na namna ambavyo huwa anashika hiyo nafasi pindi kocha mkuu anapokosekana ndani ya kikosi cha Simba Sports. Tunaweza tukasema kwamba inaweza kwenda kuiofa Simba Sports katika mchezo wa leo. Kwa sababu nimejibu tu kwenye hiyo issue iliyopita kwamba atacheza kwenye zile basics tu, hata introduce. Nilidhani unamzungumzia Hemed Morocco. Hata huyu Sulemani ni kaimu. Wote ni makaimu kwa sababu hajawahi kuwa kocha mmoja. Huyu ana kaimu. Kwa hiyo ataenda na hizi. Hataweza hata kama ana idea yake kichwani, kuimplement sasa hivi itakuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Ndani ya siku 2-3 ucheze. Kwa hiyo hivi nilivyovielezea ndio hivi. Kwamba atakuwa tu anawapa wale instructions zile ndogo kuwarudisha kwenye motivation, wachezaji waweze kujimotivate kuelekea kwenye mchezo na vitu kama hivyo, kudeal zaidi kwenye namna gani wanatakiwa wasiruhusu bao, kucheza na ile defensive shape na vitu vidogo kama hivyo, pamoja na ile plan ya kukabiliana na mechi husika ambayo inachezwa siku ya leo. Nafikiri leo tutarajie matokeo mazuri kutoka kwa vilabu vyote viwili vinavyokutana leo, au matokeo mazuri zaidi kwa upande wa Simba Sports? Of course sasa Simba ndio favorite. Kwa hiyo Simba ndo atakuwa na nafasi ya kushinda. Yupo nyumbani, mazingira ya Benjamin Mkapa kayazoea. Timu imekamilika. Haina kocha mkuu lakini wachezaji wote wamekamilika. Hii timu nyingine ina shida ya vibali na nini. Kwa hiyo tumalize hivyo.